ukaniweza kunitumia kama chombo, nikaweza kufikia mamilioni ya watu katika dunia hii, nikaweza kuwafundisha jinsi ya ukuu wako ulivyo. Na kwamba Baba ukaweza kunishika mkono, kunieleza na kunielekeza katika maelekezi unayoyapenda. Ni katika jina Yesu Kristo nasema ni amani. Amen. Msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, today we are going on with the yesterday's topic, and the yesterday's topic was family foundations that we are going through, yani misingi ya kifamilia, misingi ambayo imetusababishia matatizo mbalimbali katika familia zetu, misingi ambayo imesababisha tukawa katika hali ambayo ni ngumu na hali ambayo haieleweki. Hakika siku ya leo nimeshukuru Mungu, maana niliona watu maelfu na maelfu ambao wamekuwa wakipiga simu, na wengine wamekuwa wakiandika messages, na wengine wameingia kwenye tofuti wakijaribu kutuzungumzia ama kupatana na sisi. Asante kwa wote ambao wamehusika kwa njia moja au nyingine, maana najua siku ya leo unaenda kupata mwongozo zaidi ama fundisho zaidi litakalo kuwezesha katika kujua mambo ambayo tuliyaanza. Hii topic ambayo naizungumzia tutaizungumza zaidi hata kesho, tutaiendelea nayo kesho kutwa, na kila siku tutakuwa nayo, ijapo tutakuwa tukibadilisha, lakini kwa sasa tunazungumzia misingi ya familia, ama kwa Kiingereza wanasema family foundations. Na zaidi hapo katika Kekoyo, kwa sababu mimi ni Mogekoyo, ne makogona maria makorogo memeshine itu. Jana tulizungumzia katika kitabu cha Timotheo wa pili mstari wa kwanza hapo wa 5, na tuliona jinsi familia moja ambayo mtume Paulo aliiguzia, maana nyanya, mama na watoto. Nyanya alikuwa anaitwa Lois, mama alikuwa anaitwa Eunice, na watoto wote waliiga na walifuata mfano mzuri wa kifamilia, mfano ambao nyanya yake aliuweka. Kwa wale ambao hawakuelewa ama hawaelewi ni nini tulikuwa tukizungumzia jana, tulikuwa tunazungumzia kitu ambacho kinaitwa family foundation ama misingi ya kifamilia. Na katika misingi ya kifamilia inaweza ikawa misingi hii ya kifamilia ni ya kinyume ama ni ya mwongozo mzuri. Inaweza kuwa ni mambo ambayo ni ya kiushetani ama ni mambo ambayo ni ya kiungu, kulingana na tabia na mienendo ya wazazi waliokuwa mbele yetu, ama viongozi ambao walikuwa mbele yetu, ama watu ambao ni watabaka mbalimbali ambao wamekuwa mbele yetu. Inaweza kuwa nyanya yako ama babu yako alikuwa mchawi, ama inaweza kuwa mama yako ama babu yako ama nyanya yako alikuwa mtumishi wa Mungu. Kama alikuwa mtumishi wa Mungu, kuna vita alipigana ambavyo wewe hautavipigana, maana utakuta wakati ule alikuwa katika kuanzisha utumishi wake, kuna mapambano alipambana ndio afikie upeo aliofikia wakuwa kama ni kiongozi wa kanisa au muinjilisti, awe nabii, awe ni mtu ambaye kwa njia moja au nyingine aliliongoza kanisa la Mungu. Na katika kuongoza kanisa la Mungu ni kumaanisha aliongoza watu wa Mungu, na kuongoza watu wa Mungu ni kumaanisha aliwasaidia watu wa Mungu kutoka kwenye minyororo ya shetani. Na ndio uweze kuwa na uwezo wa kutoka kwenye minyororo ya shetani, lazima wewe unaoongoza watu uwe umefaulu vita fulani ambavyo vinazuia. Na kama baba yako ama mama yako ama mzazi wako wa zamani, grandfather, grandmother, walipigana vita za kuweza kuinua madhabahu ya Mungu, na wewe utakapoinuka hautapigana hizo vita, maana utakuta wamekulainishia barabara. Lakini pia kama mama yako ama baba yako ama nyanya yako ama mtu yote yule katika familia ambaye unahusika na yeye moja kwa moja, alihusika katika mambo ya kiuchawi, mambo ya kiuganga, mambo ya kutoa madhabahu ya kishetani, pia na wewe utajikuta kwenye hali ngumu, kwa sababu
uko katika msingi uliopangwa na ulioendelezwa na watu ambao waliabudu shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo sasa ndio niko leo, katika familia iliyoanzishiwa ama iliyowekewa msingi na wazazi ambao ilikuwa msingi wa kishetani. Wacha nikwambie, nikutofautishie kitu kimoja hapa. Kuna kitu ambacho watu hawakielewi sana. Unaweza kuwa umekuta baba yako ama mama yako ni mwokovu, ameokoka, ako kanisani. Mama yako ama baba yako ni pastor, ama ni mwinjilisti, ama ni mzee wa kanisa, ama ni ako na kitu anafanya kanisani, kumaanisha ameokoka. Lakini kabla aokoke alikuwa nani? Kabla aokoke ni vituko gani alifanya dunia hii? Na wakati aliokoka aliongozwa na nani kuvunja mambo alikuwa akiyafanya? Kwa mfano, kuna familia unaweza kuta wao walihusika kwa njia moja au nyingine kuenda kwa waganga. Walitolewa kafara ama walitoa kafara kwa waganga. Walichinja mbuzi, walichinja kuku, waliitishwa nini? Wakaitishwa mpaka ngozi ya nyoka, wengine wakaitishwa pembe na meno ya chui, meno ya mandovu. Hizo zote unakuta waganga wanaitishanga. Na wanapoitisha, kisha unaenda unazungushwa kwenye madhabahu yayo ya mganga, unazungushwa mara kama 7 ama mara 6 ama mara 5 kulingana na venye anataka kukufunga. Kumaanisha yeye unapozunguka, unapotoa ile kuku inachinjwa, damu inamwagika. Unapotoa ile mbuzi inachinjwa, damu inamwagika. Ama unatoa ng'ombe inachinjwa, damu inamwagika. Kuna maneno yanayoambatanishwa na umwagikaji wa hiyo damu. Hayo maneno lazima yavunjwe. Hayo maneno ambayo yanazungumzwa lazima yakakue cancelled. Na hata kama uliokoka na maneno yote ambayo baba yako alifanya na hakuenda kwa mtumishi wa Mungu ambaye anaelewa ukaweze kucancel, ama wakati unapoombewa toba ukakansoliwa yale maneno ambayo yalinenwa na mzazi ama yalitendwa na mzazi wako, yale ambayo aliyafanya wakati alienda kwa mganga, ni kumaanisha hata kama umeokoka, madhabahu ya mganga bado yako ndani yako. Na hakuna wakati madhabahu ya mganga na madhabahu ya Yesu yanaweza kutembea pamoja. Na ndio unakuta kanisani kuna watu wako kanisani wameokoka, lakini wako na vituko. Labda ulizaliwa kwenye familia ambayo ilikuwa na wanawake wengi, ilikuwa na mabibi ambao walikuwa wengi. Hiyo kitu inaitwa the polygamous spirit. Kama haikuvunjwa, baba yako aliokoka ama babu yako aliokoka na alikuwa na wanawake 20, alikuwa na wanawake 5 ama 6. Hiyo kitu kama hakitavunjwa, the spirit of polygamous, if it is not going to be broken, it means ataokoka na atafunikwa tu na wokovu. Lakini inside him, ile spirit ambayo itakuwa ikiongea spirit ya polygamous. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wakati tunaokoka ni wakati wa muhimu sana. Tunahitaji kuokoka kwenye mikono ya watu ambao wanaelewa kuhusu kuvunja madhabahu. Kuvunja madhabahu ni kujua ni nini ilikuwa wakati unaokoka. Unahitaji kuwa na wazee wa kanisa ama watu wachungaji ambao wanaelewa ni nini wanafanya. Ndio wakuulize umeokoka, wakupeleke mahali kando, wakuulize kweli umetoka wapi? Wewe umewahi kumwaga damu? Babu yako ama kwenu kushaimwaga damu? Kwenu kumewahi kuwa na mganga? Kwenu kumewahi kuwa na mwizi? Kwenu kumewahi tolewa mimba ama kumewahi kuwa na uaviaji wa mimba? Basi ukielewa, ukisha kukutana na watu kama hao wakusaidie kuelewa, basi watakusaidia kuvunja hayo madhabahu. Kama ni ya kiuganga, watakuongoza, kwa sababu umeokoka lakini madhabahu hujavunja. Umeokoka lakini kuna kitu ambacho, kuna msingi fulani wa kifamilia bado lazima uvunjwe. Kuna kitu ambayo watu wengi hawaelewangi. Familia yote, kama kulikuwa kuna mganga ndani ya familia, na familia yote muokoke, lakini kubaki yanko ama anti mahali fulani ambaye anaendelea kwa waganga, hiyo madhabahu bado itakuwa ikitawala katika familia mzima, kwa sababu there is somebody somewhere servicing the altar.
because you only need somebody to service the altar for the altar to remain relevant. Lakini huyu mzee akiokoka ama familia yote iokoke, alafu kuwe madhabahu yale yako, na mtafute mchungaji ama mtu wa Mungu ambaye anaelewa kuvunja madhabahu, akaende mpaka kwenye kiini cha madhabahu na avunje katika kiini cha madhabahu na usambaratishe. Sio kwenda tu kuvunja vibuyu ama kwenda kuvunja uganga ama kwenda kuchoma hizo vitu ambavyo vinahusika katika uganga. Hapana, ni kuvunja the spirit behind the vibuyu, ni kuvunja the spirit behind na hizo manguo na hizo mavibuyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumaanisha ukifanya hivyo lazima utekeleze hiyo kazi moja hadi nyingine, uvunje misingi, uvunje maneno yaliyozungumzwa, uvunje vitendo vilivyofanywa, uvunje kafara zote zilizofanywa, uvunje mbuzi zote zilizofanyika. Na hiyo tu inaweza kufanyika kama utatubu na hata kunena hayo maneno. Wakati Hagai alipokuwa
na kuwa na ile emotion, yani kuwa na hasira ambazo hazieleweki hata kidogo. Hata hujui ni kwa nini ulikasirika, kwa nini ulikasirika, kwa nini haujui. Namba 2, utakuta katika familia haina udhibiti ama udhabiti, the stability in the family. There is no stability. Kuna shida aina mbalimbali. Kuna mambo familia, hakuna mtu anaweza kusaidia yule mwingine. Hakuna mtu anaweza kutoa yule mwingine kutoka kwa shimo. Hakuna mtu ambaye anaweza kukushika mkono. Nyinyi wote mnakuta mnahitaji mtu wa nje awashike mkono. Hiyo ndio inaitwa emotional instability. Wacha tusome hiyo kitabu ya Deuteronomy na tuweze kuelewa vizuri ni nini Biblia inasema ama Mungu anasema kuhusu hiyo mambo ya emotional instability, fear and everything. Katika kitabu cha Deuteronomy 28 inasema hivi: The Lord will strike you with madness and blindness and confusion of mind. Why? Tukizudi nyuma utakuta it is because of the disobedience, curses for disobedience. The foundations that are in your family, the foundations that are working in your family, they are caused by the family disobedience. Laana ambazo zinatembea katika nyumba yenu ni kwa sababu wazazi wako ama wazazi waliotangulia walivunja ama walikuwa wakaidi, walikosa kumwamini na kumtii Mungu. Unapokosa kumwamini na kumtii Mungu, na maanisha ya kwamba Mungu mwenyewe ndio anayekuinukia. Kwa hivyo anasema the Lord will strike you. The Lord will strike you with madness. Utakuta hiyo familia iko na watu ambao wako vichwa vimeruka, agoroki bakora umena agoroki, and blindness, na upovu wa kiroho na upovu wa kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Utapata kwenye familia kuna upovu wa kiroho na upovu wa kimwili. Upovu wa kiroho ni gani? Upovu wa kiroho ni kuwa hakuna mtu anaweza kuona makosa ya mtu yule mwingine. Hakuna mtu katika familia ataona tendo ambalo linafanyika halifai. Hata wakienda kwa waganga, hakuna mtu ataona hili neno ama hili jambo limefanyika halikuwa linafaa. Utakuta familia mzima wanakubaliana na kitu ambacho ukikiangalia unashangaa na unashindwa. Hii kitu alifanyaje mpaka ikafika hapo? Ilikuwaje mpaka ikafika hapo? Kwa sababu kuna upofu wa kiroho. Nobody can be able to sense, nobody can be able to see in the spirit, in the spiritual realm. Hakuna mtu ana uwezo wa kuona, maana wote wako kwenye upovu, wamefungwa na upovu wa kiroho. Na pia katika familia utakuta pia kuna hayo maneno ya familia kukua na shida mbalimbali, shida ambazo ni macho yanapotea. Unakuta mtoto anazaliwa anakaa miezi 2-3, unasikia macho yake yalipotea. Unakuta mtu amekaa miaka 40, macho ndio hiyo unasikia amedevelop kitu inaitwa cataract, macho ndio hiyo inapotea. Ama unakuta aligongwa ama macho aligongwa na spirit ama kitu fulani na macho ikapotea. Hiyo ndio inaitwa blindness. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiangalia zaidi katika kitabu hicho utapata and confusion of mind. Praise be the name of God. Utapata kwenye familia iko na confusion. Hata mkianzisha kitu lazima kuwe na confusion. Mkienda family gathering kunatokea confusion. Mkienda kufanya jambo kunatokea confusion. The entire family unakuta it is full of confusion. Why? Because in the family there was disobedience, and this disobedience was caused by either one of the family member or in conjunction with others. Wamekaidi na wamekosa kufuata amri za Mungu. Na unapokosa kufuata amri za Mungu, Mungu anakuondokea. Anakuacha kwenye mikono ya maadui wako. Anakuacha kwenye mikono ya watu ambao watakupambana na wewe, watapigana na wewe.
na vita ambazo zitainuka kwako zitakuwa ni vita hakuna mtu ataweza kutatua, maana ni vita za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende katika ingine, utakuta tuko katika utajuaje kuwa familia yenu iko katika hali hiyo na misingi hiyo ambayo haieleweki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuangazia hiyo ndio kujua zaidi, tutajua ni vipi. Ya tatu, itakuta unapata ya pili, hereditary and family sicknesses. Utakuta kuna magonjwa ambayo ni ya kifamilia. Utakuta shida ambayo muko nayo, the poverty that is in your family is inherited. Utakuta baba alikuwa anatega fuko, ama guka alikuwa anatega fuko. Umekaa kidogo, umeendelea, baba yako anaanza kufanya hiyo the same kazi. Ukikaa kidogo unakuta mtoto na yeye ameanza kutega fuko. Kumaanisha hii ni poverty, ama ni shida ambayo imesambazwa kutoka kwa guka, ikasambazwa mpaka kwa baba, ikasambazwa mpaka kwa mtoto. Maanisha that is a family inherited poverty. Or utakuta unasema hii ugonjwa ilikuwa na guka, ndio iliua guka. Hii kitu unaona sasa, hii ugonjwa, hii ulemavu ndio guka iliua. Ama unasikia guka alipoteza macho akiwa kwenye umri fulani, baba yake akapoteza macho katika umri fulani, na watoto na wao wameanza. Ndio utakuta kuna familia iko na watoto ambao wanakaa kama mazinga ombwe, wanakaa kama ni watu ambao ni yani hawaeleweki. They are just there, they are confused, they are sick, and you will discover the sicknesses goes back mpaka kwa familia. Utakuta guka, utakuta kwa kina aunti, utakuta kwa kina baba, kuna ugonjwa fulani ambao umekuwa unawahangaisha. Hata wakipelekwa kifafa, unakuta kuna kifafa. Hata unakuta kuna kisukari, kuna pressure, kuna kansa. Hizo zote, ama unakuta watoto wanatokuzaliwa lakini anakaa tu, anakaa wakimwaga mate, wanakaa wakimwaga, wakitembea tu na mwaga mate. Na mama, sitako isiana igege. Wana hizo vitoto ambavyo havijakaa tu. Hiyo unakuta ni kitu ambacho kimezalishiwa kwenye familia, ni kitu kimekuwa na msingi wa kifamilia. Kwa hivyo hiyo ni njia nyingine ya kujua kwenu kuna shida. Hiyo ni kitabu ya Deuteronomy 28 mstari wa 21, na nitakusomea. Inasema hivi: The Lord will make the pestilence stick to you until he has consumed off the land that you are entering to take possession. The Lord will strike you with wasting diseases, with fever, inflammation, and a fiery heat, with drought, and with blight, and with mildew. They shall pursue you until you perish. Utakuta mpaka maadui watakufuata, magonjwa inakufuata mpaka kwa kifo, njaa inakufuata mpaka kwa kifo, umasikini unakufuata mpaka kwa kifo. Hata ukitoka hapa uende Ulaya, uende Amerika, uende Canada, upatiwe kazi Dubai, bado utakuta shida inakufuata. Unaenda Dubai, ukienda unafanya kazi mzuri, kunatokea shida, kitu kinaibiwa, unasemekana ni wewe. Ile pesa yote ulikuwa umetafuta inachukuliwa, unawekwa ndani ya polisi. Ukiwekwa ndani ya polisi, unasikia umefungwa miaka yako 5. Na ukifungwa miaka yako 5, ama uende katika nchi za Waarabuni, ukatwe mkichwa, ama ukatwe mikono, upigwe na mawe mpaka ukufe. Kumaanisha hicho kitu kimekufuata na kimefuata familia yenu. Unasikia mtoto fulani naye alifanyika hivyo. Unasikia mtoto wa Angania naye huko kwao alipigwa na mawe kwa sababu alipatikana anaiba. Wewe mwingine unakuja kwenye familia nyingine, mtoto wa huko alipigwa na mob justice kwa sababu alipatikana amelala na ng'ombe, ama amelala na nguruwe, ama amelala na mbuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Because this one is inherited. It is a family inherited. Kuna family diseases that keep reoccurring throughout the family. A disease, utakuta kuna ugonjwa katika familia, na watu wanajua mwaka ikimalizika miaka 3 lazima kutatokea kiugonjwa.
Kiugonjwa hata ufanye nini, uende kwa madaktari, wanakutibu, wanakuambia enda tu nyumbani mkatafuta suluhisho, kwa sababu hii si kitu, tumeshindwa, hakuna dawa, hakuna chochote ambayo tunaweza kufanya, and then you just go home. Ukienda nyumbani unasikia unakufa. Hapo kuna hii kitu inaitwa kama chronic wounds, kidonda kiadera, yani kuna kidonda kinakula mguu, kwa wazungu wanaitanga ulcers of the skin. Unakuta inakukula kidonda, kinakula mguu, ama kinakula huko makalio, unakuliwa, unakuta tu kenyama mpaka imeanza kukula mahede. Hata ukienda hospitali gani, hakuna. Unachinjua mambuzi, hakuna. Unachimbiwa mang'ombe, hakuna. Nothing happens. And that one, that is what I'm saying, it will eat you. This thing zinakuja katika njia moja, kama vile utakuja there boils. Kuna familia unakuta mahoha ziko all over, every single time. Ukiwa una mahoha, you need to worry, ask whether this thing has been in your family. Ama ukiwa na vitu kama nini, vitu kama botches, sinizile botches, usome katika kitabu cha Deuteronomy 28:35, utasikia inasema, the Lord will strike you on the knee and on the leg with griefs, boils of which you cannot be healed, from the sole of your foot to the crown of your head. Unakuta kuna mashiriki, mavidonda fulani zinakuwa katika mwili wako, ama ingine inatokanga huko chini ya mguu, inaitwa sioto kwa Wakikuyu, usietaka sioto. Hizo vitu zinakuanga ni laana, na hiyo laana imetokana na ukaidi ama kutokuwa watu ambao waliaminika katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. That one you understand, when you see it, you understand that you are operating under a curse, and you are operating under a foundation. This curse attacks the legs, foot, and the soul, and the head. It will attack the legs. It will attack the legs, the feet, and souls, and even the head. Utakuta kuna mashiriki. Unakuta familia iko na mashiriki. Mashiriki yaishi. Munatibu inapoa. Mkikaa kidogo inachomoka. Munatibu kitu inapoa. Mkikaa kidogo unasikia ilihama kutoka kwa hiyo mtoto ikaenda kwa mtoto huyo mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo nyingine ya kuelewa ya kwamba mnaoperate katika hali ya foundations za kifamilia. Ya tatu ama ya nne ni barrenness, impotence, female problems. Utakuta kuna utasa katika familia. Utasa ni ule wa utumbo kutozaa, na pia utasa ni kitu chochote mnachokifanya kinakosa kufanya kazi. Ukiweka kabiashara kanapunguka, ukiweza kitu inaanguka, ukilima jua linawaka from nowhere, ama mvua inakuwa kubwa, inakuja inabeba soili yote, unakuta kila kitu, mbegu zote zinabebwa zinaenda. Hiyo ndio tunaita utasa. Umeanzisha kazi ama umeanjiriwa saa hii, umeanjiriwa huko kazi, na hiyo kazi unafanya, baada ya 30 days unafikiria utalipwa mshahara, unasikia kampuni ilichomeka, ama si kampuni ilichomeka, unasikia wewe umepatikana na makosa fulani, kamshahara kako kanaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao kamshahara kakienda, unabaki ukiwa hauna, unabaki ukiwa zero, unabaki ukiwa hauna chochote, and then you are destroyed completely. You are destroyed because you are barren. That is the book of Deuteronomy 28 verse 18. Let me read it for you so that you can be able to understand and know where you are. Cursed shall be the fruit of your womb, and the fruit of your ground, the increase of your herds, and the young of your flocks. Nikumaanisha gani? The cursed shall be the fruit of your womb. Watoto hautazaa watoto. Namba 2, and the fruit of your ground. Hata kulima, ukilima, ufanye kazi, uajiriwe, uweke biashara, it won't work. And hiyo ingine ya mwisho inasema ya kwamba the increase of your herds, hata ufuge ng'ombe, uweke mbuzi, and the young of your flocks, hata mbuzi zako, ng'ombe zako ukizaa zinakufa, zikizaliwa zinakufa. Ukileta kang'ombe umetoa huko Kenagovu ama umetoa wapi, kileta Nairobi, kang'ombe kanakuja kunatokea foot and mouth, kanakufa. Meaning hiyo familia you are operating under a family foundation. Bwana Yesu asifiwe sana.
Hiyo ni kitabu ya Deuteronomy 28 mstari wa 18. Ingine ambayo ndio ya kuweza kujua ya kwamba you are operating under a family foundation ni family breakdowns and divorces. Ukapata kwenye familia kuna ndoa zimevunjika ama breakdown, you are brothers, 10 brothers, but you cannot see eye to eye. You are 5 sisters, but you cannot see eye to eye. Your daughter, you cannot see eye to eye with your mother. You cannot see eye to eye with your father. You cannot see eye to eye with your grandmother. That is what we call a family breakdown. And when you have a family breakdown, ni kumaanisha you are operating under a particular curse. And this curse brings also divorces. Utakuta kwenye familia watu wote, wavulana wote ambao wamezaliwa kwenye ile familia, wote hakuna mtu wako na bibi. Alikuwa ameoa lakini ameachana. Akaoa wa pili wakaachana. Akaoa wa tatu wakaachana. Sasa ako na waine. Na waine ukiangalia dalili kwenye nyumba iendi vizuri. Ama unakuta wakati unaenda tu kutaka kuoa, kitu inafanyika. Kutatokea unakuta msichana kama ule mzungu fulani niliona hapa juzi, anasema ametembea na wasichana wetu kadhaa. Wakati na huyo jamaa kuna mmoja ambaye alikuwa anasema walikuwa wafunge ndoa hiyo Saturday. Lakini Thursday akajua huyo msichana ambaye alikuwa aoe walikuwa urafiki na mzungu. Hiyo ndoa ikavunjika hivyo. These things does not they don't just occur. They don't just come. They have got a reason. Hii kuvunjika kwa ndoa, upande mlifanya, mlikutana, wewe mkaanza ndoa, mkalea watoto, mkazaa watoto 2, 3, 4, lakini at some point kukatokea kitu. Hata ukiangalia what happened, unajiuliza tu what happened. Tuliachiana wapi? Hakuna. Unatafuta ni nini ilifanyika? Hatukukosana. Nilisafiri, nikaenda Mombasa, nikakuja nikapata bibi alifunga milango akaenda. Ama nilisafiri, nikaenda ng'ambo, nilipoenda ng'ambo huyo akaenda na huyo akaenda hivi, tukaachana hivyo. Hiyo unakuta it is not just an ordinary case. It is not just happening. It is not a matter of just happening. There must be a cause, and the cause is a family foundation or a family curse. Na hiyo tutaipata katika kitabu cha Deuteronomy 28 na mstari wa 30. Wacha nikusomee ndio uelewe. You shall betroth a wife, but another man shall ravish her. You shall build a house, but you shall not dwell in it. You shall plant a vineyard, but you shall not enjoy its fruit. Yani utatafuta, unapata kademu kazuri sana, unapata mwanamke, lakini ukienda kazini, washima ndio anawachwa kijivinjari. Ndio anawachwa sasa akisema, bas, nimepata chakula. Ukirudi ndio unakuta bibi yako anakuwa kana washman. Ndio hiyo. You see, when you are operating under a family curse, you do things or you find things, gold things, lakini wewe uzikuli zinakuliagwa na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona kuna watu wameanza kuzituka hapa kushangaa. Mmeanza kuangalia bibi yako na macho mengine hapo. You shall betroth a wife, but another man shall ravish her. Utaoa kasichana karembo, kabented kazuri, kajamaa kazuri, lakini unakuta kananyakuliwa. Bwana yako unakuta amenyakuliwa. Huko hapa tu, wewe ni mwokovu, wewe ni mzuri, kanisa unaenda, madhabahu unafanya kila kitu ivele inastahili. Lakini every single time ndio huyo amenyakuliwa, unaenda unatafuta bibi mwingine. Na yeye anakuja ananunuliwa kanyama na ule mzee wa buchari pale. Unaona ule mzee wa buchari hapo neighbor. Yeye anaenda unakuta mama kila siku anakujaga na kilo ya kanyama na nusu ya kanyama. Unaona uachaki pesa. Kumbe alishanyakuliwa, alishaenda. In the way we have the family issues, then we have broken marriages, family divisions, family infightings, and most children utakuta wako wanaendaga jela. Kama uko na mtu ambaye ameenda jela ama umewahi kuenda jela, kuna family foundation ambayo inaupata. Kuna msingi fulani wa kifamilia ambao unaongea. Na huo umetokana na hii laana ambayo Mungu anasema. Hii laana iko katika Deuteronomy 28 verse 30. Hiyo inasema aje? Nirudie tena ndio muelewe, kwa sababu naona kuna watu wameingia
wanaingia sasa, wacha tu, you shall betroth a wife but another man shall ravish her. Namba 2 inasema you shall build a house but you shall not dwell in it. Watu wamejenga, watu wameinua kazi, watu wamefanya mambo, unaanzisha kazi, unakuwa manager, wewe ndio unaanza from scratch. Lakini wakati wa kwenda kukula matunda, unasikia kulitokea jambo na ukafutwa kazi. Mwanaume mwingine ambaye hakuchoka, hata hajui hiyo kampuni ilitoka wapi, kwa sababu inasemekana ametoka amesoma Harvard, anakuja na anakuwa CEO. Wewe unakuwa mtu wa mkono, ama unafukuzwa unaenda kwa sababu ya makasiriko, unaachana na hiyo kazi. Mtu anakuja unaanzisha biashara mzuri kabisa, inaamuka. Ni wakati tu unaenda kukaa chini sasa uanze kukula mavitu zako, kitu ndio hiyo inatokea. Zige ndizo hizo zinakula. Unalima ama unapanda mahindi, unafanya vitu vizuri sana, lakini all of a sudden things happen. Unajenga nyumba mzuri, unajengea wazazi ama unajengea mtu ama unajijengea nyumba mzuri. Wakati tu imejengwa, imekamilika sasa ndio hiyo unataka kwenda kuingia. Unasikia accident ilitokea, unfortunately alituacha. Na ni yeye tu katika hiyo gari alituacha. Wakati tu umekamilisha nyumba, kaplasta kamepigwa vizuri, karangi kamepigwa vizuri, kanyumba ni kasmart, mpaka umekapost kwa FB. Watu wana comment kufungua ni lini? Unaanza kupanga kufungua kabla uingie hiyo nyumba. Nakwambia ndugu yangu, inaingiwa na mtu mwingine, inaingiwa na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Tu katika hiyo ingine ambayo ndio ujue katika familia yenu kuna madhabahu ambayo yanazungumza ni hii: lack, unakosa bahati, poverty, inability to produce. Deuteronomy 28 verse 17. Let's go through it ndio niweze ku elaborate more. Cursed shall be your hearken and your kneading bowl. Cursed shall be the fruit of your womb and the fruit of your ground. Bwana Yesu asifiwe sana. Inasema ya kwamba hakuna siku utakuwa na bahati ya mamonyaka. But if utakuta cursed shall you be in the city and cursed shall you be in the field. Ukienda mahali popote pale utapata kuna shida, kuna jambo fulani linakutatiza. Kazi unafanya vizuri, mambo unafanya kila kitu venye inastahili, lakini kuna lack, that bit of lack, you don't have it. Unakuta mikosi inakuja, salary unapata 1,100,000, 1,500,000 unapata, unapiga dili yako mzuri, unapata pesa mzuri, 500,000, 1,000,000, lakini wakati tu unafikiria kwenda kukula hiyo pesa, unasikia mtoto wako ama bimke wako amepatwa na kansa na lazima apelekwe India aende akafanyiwe operation. Kupelekwa India, unasikia biru inakula hiyo milioni yako 5 ulipata yote, unarudi tena ukiwa maskini. Dakika ya mwisho unaenda kuzika mtu ukiwa katika hali ya umaskini, because you don't have the ability to have lack. And also utapata kuna poverty ambayo ama shida, umaskini ambao unatembea katika nyumba. Ni umaskini unaopokezeanwa vijiti. Unakuta baba yako alikuwa maskini, baba yake alikuwa maskini, na wewe pia wewe ni maskini. Utakuta maeneo unayoyapitia yote na misingi unayopitia ni umaskini, na ni kitu ambacho hauwezi kukitoka kwa. Unaajiriwa kazi lakini you cannot account for what is happening. That is when you know that you are operating under a family foundation and a curse, because this is generated from the family level, is generated from the family level. And also inability to produce. You find that the entire family or yourself, wewe mwenyewe hauna uwezo wa kuproduce, hauna uwezo wa kuzalisha. Uko na idea nyingi sana, uko na maono mazuri sana, lakini uambiwe yale maono ukayafanye ama ukayatende, you are not able to produce anything out of your maono. Ni unakaa tu katika maono ambayo ni ya kishenzi tu, maono ambayo hayakusaidii, maono ambayo hayana nguvu na hayana msingi wowote katika maisha yako. Hizo ni mambo ambazo zitakusaidia kujua ya kwamba you are operating under a family foundation or a family curse. Kuna laana fulani ambayo inazungumza kwenu. Utakuta wewe ulikuwa unateka fuko,
na watoto wako wameanza kufanya hivyo. Ama ulikuwa makanga na watoto wako wameanza kukua makanga. Ama ulikuwa mwizi na watoto wako wameanza kukua mwizi. Hapo unafahari uende tu uulize Mungu akusaidie ufunguliwe. Maana ukiona wewe sasa, wewe mama, wewe ni mama, ulikuwa house girl na mtoto wako amekuwa house girl, there is a family foundation and a family curse that is operating in your family. Praise be the name of God. And also in a family unapata you are unable to inability, you are not able, you are not completely unable to be able to thrive in a scope. Na pia utakuta they don't prosper because there is no lack and there is no agenda in raising or going forward. And number two, there is financial problems in that family. Complete, unakuta hakuna mtu ana uwezo wa kusaidia yule mwingine. Unakuta mama, baba, watoto wote, nobody can be able to help. Unakuta kijana anatoka, anakaa Nairobi, anatoka anaenda reserve kutafuta mama ampatie pesa ya kulipa rent. Hiyo sasa ndio inaitwa laana. Laana kabisa. Maana haufai. Wewe ndio unafaa kupelekea watoto nyumbani. Wewe ndio unafaa kupelekea mama yako chakula. Wewe ndio unafaa kushikilia baba yako. So you find there is inability, yani hakuna uwezo katika familia hiyo ya kutengeneza utajiri. Wanapojaribu kuanzisha utajiri, kuna kitu kinatokelezea, ama unakuta there are some losses, unexplained losses. You find there will be unexplained losses. Na ingine ambayo labda tumalizie kwa hiyo, ndio kesho tuweze kuendelea zaidi, tuweze kujua ni vipi, kesho tutaangalia, tujue ni vipi tunaweza kujitoa kwenye hiyo laana. Leo tumezungumzia ujue, nilitaka ujue tu, uelewe hizo laana zinakuanga aje. Na how do you know that you are operating under a family curse, under a family, there is a family foundation, na misingi ya kifamilia iliyo na laana. Sasa umejua na umeelewa. Wacha tumalizie, tuangalie ya mwisho, ndio kesho tuweze kuangalia ni vipi unaweza kutoka. Katika familia ambayo ina operate kwenye family foundation, they got no vision, no ambition, no direction. Yani ni watu wamekaa, hawana maono, hawana vision, hawana direction, hawana mwelekeo, wala hawana maono, wala hawana chochote ambacho wanaweza kusoma. Tusome Deuteronomy 28 mstari wa 29. Deuteronomy 28 mstari ni wa 29. And you shall go at noondays as the blind group in darkness, and you shall not prosper in your ways, and you shall be only oppressed and robbed continually, and there shall be no one to help you. Oh. Yani you will live oppressed. Utaishi maisha ya shida. Utaishi maisha ya kunyanyaswa. Utaishi maisha ya kunyaganywa. Ukajipata umeishi maisha ya shida, ya kunyaganywa, ya kufinyiliwa, ya kudanganywa, ya kuibiwa. Umeweka kabiashara, unakuja unakoniwa. Umeanzisha kabiashara ya M-Pesa. Umeanzisha ka M-Pesa. Hiyo siku makoni mani wanakuja na manoti fake. Wanachukua tu pesa twako tote, wanakuachia manoti fake. Ujue kuna laana inatembea katika maisha yako. Kuna laana ya kifamilia ambayo inatembea. Inaendelea kusema that you shall not prosper in your ways. That hakuna kitu utafanya ukapata kuendelewa. Hakuna. Hata uende upatiwe gold ama uchimbiwe gold gunia 5. Utakuwa tajiri, lakini at the end of the day utakuja kuwa maskini. Na watoto wako watakuwa katika hali ya upweke, because it is a curse. You are operating under a very serious curse, ambao you shall be always oppressed. Ukiajiriwa kazi, lazima ukutane na mwajiri ambaye anakufinyiria. Ukipata ukiwa na supervisor, utakutana na supervisor ambaye tu anakuonea. Anakuonea tu. Hakuna sababu, ukimuuliza ni nini nimefanya. Hakuna, lakini unaonewa tu. Unaonewa. Unanunua kabaisikeli kako, mtu mwingine anakuja na viatuka na kabaisikeli. Unanunua kitu, unasikia mtu mwingine, watu mob justice walikuwa wanapita, walikuwa wanafanya maandamano wakisema, pesa ya COVID, pesa ya COVID. Wao unasikia mamirani wameingia kwa duka yako, wamepora duka na ulikuwa umeifungua rasilimali, because you are operating under a family foundation, under a family curse.
Sasa msikilizaji na mtazamaji wangu, nataka niachie hapo. Natumai umenielewa. And before you break them, you must know how they work and they look like. Hiyo ni kesho ndio tutaangalia. Nitakufundisha ni vipi ya kuvunja madhabahu kama hayo. Ni vipi ya kuvunja foundation kama hizo. Kwa sababu nitakufundisha, nitakuelezea utajuaje, kwa sababu lazima kwanza you identify, you know, and you see and you find out how do they look like, how did they come, imeingiaje, imeingia lini. Kwa sababu kuna laana uko nayo ambayo unaitembelea, iko katika msingi ama misingi, the foundation hiyo iko kwenye laana ya vizazi kama 10. Hiyo sio kitu ya kwenda kukibiria kusema shetani ashindwe. Hiyo sio kitu ya kwenda kurukaruka kwa madhabahu ukisema pepo ishindwe. Hapana, hicho ni kitu kilicho na msingi wa generation 7, generation 10, generation 20. Na hiyo kitu hauwezi kwenda tu kusema ati pepo toka. Hapana, wakienda huko wewe utatoka, watakutoa bio. Wale wana wa Skefa, wanaitwa wana wa Skefa, walienda kutoa mapepo. Mapepo ikawauliza maswali, wewe Paulo tunamjua, hata Yesu tunamjua, nyinyi ni nani? Wakaanza kujiexplain. Kabla wajiexplain walitandikwa. Mapepo yako na nguvu na yana uwezo. Laana ziko na nguvu na ziko na uwezo. It is not something that you go just start fighting. Ama unaanza kungangana nayo. Kataenda, iende. Wewe ndio utaenda. So you must be able to understand. Ukae chini ya mwalimu akufundishe. Ukae chini ya mtu aliye na ufahamu wa kujua ni nini hiyo. Ukishakaa katika chini ya ufahamu wa kujua ni nini hiyo, basi utajua huo una operate under curse ya miaka ngapi ama curse ya generation ngapi. Because the generation curse, how many years has it been operating? How many generations has it been operating in you? If it is operating for about 10 generations, you need a real sacrifice. Kwa sababu lazima uinue madhabahu, na ukisha inua madhabahu utoe dhabihu ambayo inatoshana na generation hizo ambazo zimekuwa. Kwa sababu kutoka zamani hizo generation zote wale ambao walianzisha wamekuwa wakitoa dhabihu ya kishetani. Kwa hivyo lazima ushinde na lazima uinue madhabahu na dhabihu iliyo juu kuliko ile ilikuwa imekitolewa. Sasa najua umeelewa kitu, na ninataka kukualika wewe ambao unatutazama kwenye TV yako, na wewe ambao unatutazama kwenye simu ama kipatakalishi chako, na kualika katika kongamano letu la Jumapili na siku ya Alhamisi. Tunakuanga na mafundisho kama hayo kila Alhamisi kutoka saa 4 mpaka saa 7. Zaidi ya hapo, Jumapili tuna ibada ambayo ni ibada 2. Ibada ya mafundisho kutoka saa 3 mpaka saa 4. Na tunakuwa na ibada ya mahubiri kutoka saa 5 mpaka saa 7. Utakapokuja mahali hapa utabarikiwa. Tuko katika City Stadium, roundabout ya City Stadium. Roundabout ni mzunguko wa barabara 4. Barabara ya Jogoo, barabara ya Landis, barabara ya Muthurwa na barabara ya Lusaka. Pale zimeshikania hapa. Katika barabara ya kuingia Muthurwa kuna nyumba kubwa hapo inaitwa Mang Center. Kuna ubao mkubwa unaandikwa The Synagogue. Hapo ndio tuko, ghorofa ya pili. Ukikuja pale tutakutana na wewe na tutakusaidia. Kama kuna jambo limekufunga, tutakupatia mawaidha na tukwambie jinsi ya kwenda kujifungua katika yale maneno, na pia tuko na uwezo wa kufungua. Zaidi ya hapo, katika ukiangalia kuna M-Pesa namba yetu. Kama ungetaka kujumuika pamoja na sisi, kama ungetaka kutusaidia ama kusaidia kazi hii ikaweze kuendelea na ikaweze kufika katika maeneo ya mbali, na kuomba unaweza kutumia hiyo namba ambayo unaiona ya M-Pesa ambayo inapita hapo chini ya runinga yako. Tutumie ile kitu utapata. Alafu tuandikie message ukisha pata. Ukiangalia kwenye runinga yako imewekwa, iko hapo mbele namba kubwa, na ni till number, sio paybill number, ni till number. Weka kitu yako ile, weka pini yako, hiyo ingine wachana nayo, itatufikia. Alafu tuandikie tu ujumbe mfupi kupitia kwa namba ya simu ambao ni 0722 239 555.
0722239555. Ukituandikia ujumbe mfupi ungetaka kujua ama kuelewa mambo zaidi, nitakusaidia. Nipigie, niko tayari, nitapokea simu yako na nitakusaidia. Zaidi ya hapo, kesho masaa kama haya, tulianza saa 11, masaa kama haya kuwa tayari. Na sana sana ukifika masaa, chukua kalamu na karatasi ama kitabu, ndio huo ukinakili maneno ambayo nafundisha. Maana haya ni mafundisho, haya si mahubiri, haya ni mafundisho, ndio niweze kukufungua, ndio uweze kujua katika familia yenu ni nini mnapitia, ni kitu gani mnakipitia na kilikujaje kwenu. Maana nitakusaidia kujua kilikujaje, na hiyo ambacho kilikuja na nini, na ni sadaka gani ama ni kafara gani ama ni madhabahu gani yaliinuliwa. Gideoni aliambiwa aende na Mungu alimwambia Gideoni aende akavunje madhabahu ya baba yake, na alipoyavunja Mungu akamwambia ainue madhabahu ingine na atoe sadaka, na alipotoa sadaka Mungu akamtokelezea. Kwa hivyo unapovunja madhabahu ambayo yamekuwa kwenye familia yenu, Mungu atakutokelezea. Abrahamu alipotoka kwenye baba yake huko Gera, akabebwa akatoka kwa nyumba ya baba yake ambaye baba yake alikuwa anaitwa Tera. Baba yake ambaye alikuwa anaitwa Tera alikuwa muabudu wa sanamu. Alipotoka, kwa sababu Mungu alitaka kumubariki, alitaka kubariki mtu anaitwa Abraham, na alikuwa anataka kumfanya baba wa dunia mzima, lakini hangeweza kumbariki katika misingi ya baba yake. Alipotoka huko akafika mahali panaitwa Ai na Gerari, Bwana Mungu akamwambia ainue madhabahu, na hapo alipoinua madhabahu na akatoa sadaka, Mungu akamtokelezea. Isaka alipokuwa akisafiri, maana katika nchi walikuwa wanaishi ilikuwa na njaa, ilikuwa na mambo poverty, kulikuwa na kiangazi ambayo ilikuwa imeenda zaidi ya miaka 10. Wakati huo ndio Mungu akamwambia Isaka asiende Egypt, bali akae mahali panaitwa Gerari. Alipokaa Gerari kulikuwa kuna kiangazi, kulikuwa hakuna chakula, lakini Mungu akamwambia nitolee sadaka, niinulie madhabahu. Alipoinua madhabahu na akatoa sadaka, Bwana alimwambia Isaka anza kupanda hata kukiwa na jua, anza kupanda. Watu walikuja wakaangalia Isaka, wakamwangalia, wakaona ni mtu ambaye ako na akili ambayo si timamu, maana kiangazi ilikuwa mpaka wakati wa Abraham, na wakati wake kulikuwa na kiangazi, na watu wakamwangalia wakashindwa, huyu mtu ako na kichwa mzuri kweli? Naye Isaac akaendelea tu kupanda. Wakati alipomaliza, mvua ndio hiyo ikamwagika, kwa sababu Mungu alimuahidi ukiinua madhabahu na ukitoa sadaka, kuna ahadi ya Mungu ambayo inakujanga. Mungu alimuahidi na akamwambia usiogope, na aende fanya kazi yako, na akaanzisha kazi. Alipopanda chakula na kuambia yeye peke yake ndio alikuwa na chakula, and the Bible says and the man became rich. Kwa hivyo unapotii na unapokaa katika njia nzuri ya Mungu, Mungu anakuinua. Unapoinua madhabahu, Mungu anakutokelezea, na anapokutokelezea lazima katika matokelezeo ya Mungu kuwe na ahadi ya Mungu, na hiyo ahadi ya Mungu ndio inayokuwa chanzo cha maisha yako kuwa mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maisha yako yanapokuwa mazuri, yanaendelea